nikizungumzia huu hapa. Tulikuwa na kajembe tukate hapa. Umeona? Kwa mfano, umeona ulivyotengenezwa? Umeona? Huu hapa ulikatwa hapa. Unaona ulipokatwa hapa? Umeona ilivyotengeneza huku? Umeona ilivyotengenezwa nini? Ulitoka mmoja huu, uliona huu mmoja. Umeona ulivyokatwa hapo katengenezwa huku? Umeona hii? Kwa hiyo inatengeneza mizizi mingi zaidi. Inataka mizizi mingi zaidi. Kwa hiyo ndio nasema kwamba unapopalia unakata mizizi. Ukikata papone hapa umesababisha kitu kingine. Hapo ndio mti utajitanua vibaya mno. Ndio utaenda vizuri zaidi. Mizizi ya kutafuta chakula inakuwa mingi, wewe inachakalika kwenda kutafuta chakula zaidi. Kwa maana hapa mbolea ndio itakuwa iongezeke kwa wingi. Sawa kabisa. Sasa kwa mfano kama hii yote mizizi. Hiyo ni mizizi inatembea kuja kutafuta. Hebu sogeza hapa. Huu unasafiri mmoja huu. Na unavyosafiri. Kwa hiyo wote mizizi hapa hapa umenani huu unaona unavyokuja huko. Sasa nikikata hapa kama nilivyokata hivi. Sasa kulikuwa na mbolea hapa. Hii mizizi itakayotoka hapa. Hapa itatawanyika hivi. Kwa hiyo maana tunaitanua kwa njia hiyo. Sasa ukisema msilime unasafiri huyu mmoja tu. Unakwenda huo mmoja tu. Maana utaenda tu huo. Ni kama tunavyokata hapa. Tukikata hapa sasa vinatoka vingi vinavyopata pembeni huko. Mtu unakwenda vitembeni. Kweli, kwa mfano kukata pale unakuta na chini kuna tabia hiyo. Na chini ni huo. Lakini ni hivyo. Jifunza. Sasa na wale unapiga round up, kwa hiyo unafanyaje sasa? Unatifua udongo huku kisha tifua. Kama unatifua mimi kule. Unapotifua hivi inapopita kutafuta chakula angekuwa kingi. Ndio inatafuta chakula ndio mtu unashamiri sana. Na wale wanaopiga round up je, inakuwaje? Sasa ndio wanapiga hii huku mbele si kumekuwa kwa inakuwa mizizi. Unaona huo mizizi maana yake sio? Si umepanda jua? Tunaona kalivyo keupe hapa. Haka kalivyo keupe huko mbele kanavyotembea keupe hapa. Sasa ukipiga round up huku kinachoma. Sasa ile ni sumu, unatetereka moja kwa moja mpaka kwenda kule, sumu inaingia huko, unaanza kwenda mpaka kule unaathirika. Sumu jakata kawaida ni sumu. Kwa maana ukiingia panaenda mpaka kule juu. Kwa baada ya miaka mingapi? Tunaona shamba ndio linachoka. Kwa hiyo asili bwana unatakiwa sana, sio ukisasa kwa parachichi. Ukidili sana na ukisasa, matokeo yanakuwa ni ya haraka. Lakini shamba linachoka haraka. Unaona baadaye sasa shamba lako kama mtoa mavuno hamna. Na kingine ambacho mjifunza nyinyi kule, mti hata ungekuwa mkubwa, kama unaweka hizi dawa za chumchumi unapata matawi, sio matunda. Kama unaweka mbolea za chumchumi unapata matawi mengi sana, lakini sio matunda. Matunda yanakuwa machache sana. Hata uzito kwa maana yanakuwa hana uzito. Kwa hiyo na maana kumbe unaona hii inavyosafiri. Kupalilia humu unapiga jembe kawaida tu. Usiogope. Hii haisumbui. Mfano kama huo hapa. Hebu sogeza, unaona? Unaonekana? Umeona? Huu ndio mzizi wa parachichi. Kwa mfano kama hapa imeshaanza midogo. Imeshaanza midogo inapata. Ukiukata tu. Hii mingine itatoka na utatengeneza mizizi mingine itakuja. Umeona ule pale kwa tunaelekeza ule. Sasa hapa inaonyesha kabisa udongo huu rutuba ni kidogo. Kwa hiyo ndio maana hivi ninapopata joto nafikiri labda huko tunaanza kupata chakula kizuri zaidi. Ndio inatoka sana. Inachakalika sana. Lakini kama weka mbolea nyingi ya kutosha kama pale, unaona inaonekana? Chakula kimeshaenda na yenyewe haihangaiki sana. Kwa hiyo na yeye hangaiki kutoka nje. Haihangaiki. Kule chini kipo. Yaani wewe Fulengo ikiwa huna chakula, utahangaika kwenda kijiji kingine kuhemea. Lakini hapa utakwenda kuhemea tena kwa sababu unacho. Kwa sababu kipo. Kwa hiyo una shamba ile bado inahitaji juhudi kubwa. Nilikuwa naweka udongo samani huko pembeni, unajua. Hata nikisema niweke tayari shamba inakuja kutafuta chakula huko. Okay. Hello. Samadi ndio hii hapa sasa. Kamwene bwana. Maanake ndio ameiweka hivi. Kwa hiyo baadaye anakuja anaitawanya hivi. Anatawanya hapa pembeni mbele. Si hiyo ya nani ya mizizi hiyo. Imenipa ujuzi.
Wewe ukopa. Mwaka huu hujachukua?